Ni aje washikadau. I hope mko poa. Leo nataka kuambia zile kazi ngumu sana unaweza fanya hii majuu. Si kazi ngumu, iko na pesa lakini ni ngumu. If you ask me, be very sure that all of us, watu wenye tumekuja hapa, hata ukienda mtu amepata green card, ameenda America, kwanza ile kazi anaanzia ni kuuza, si kuuza ni kuenda kufanya kazi kwa warehouse, kwa stores. Na wacha niwaambie kwa mfano, ukienda kufanya kwa kazi kwa warehouse, utafanya warehouse yenye iko na freezer. I mean warehouse unaingia ndani unasikia una freeze. The temperature is -5. Those people who are out here, najua mtawatch video na mtajua na mnajua ukweli, ni ukweli nasema. Unafanya kazi kwa warehouse yenye temperature yake ni -5. Hiyo ndio highest. No matter it is summer, no matter it is winter, wewe hapo ndani ukiingia ni -5. Sijui kama mnajua -5 ni nini. Wakenya wenzangu, sijui kama mnajua -5 ni nini. -5, you can just imagine. Kama mtu anaguza maji hivi yenye iko maybe iko 10 degrees, maybe iko 5 degrees, lakini huyo mtu anasema hii maji ni baridi. Wacha, let me give you -5 au ina feel like. Do you know snow? Ile mvua ya mawe, sisi tunaitanga mawe. Hiyo mvua ya mawe, ukishika hiyo mawe, that is -5. Ina feel like that. Na hata hiyo mawe naona, hiyo mawe ya mvua I think inakuwa warm kidogo. But hiyo ndio, that's what I'm talking about. So, hiyo ndio kazi moja utaingia kufanya ukikuja hapa. Hiyo lazima uanzie hapo. Kama wewe ni mtu hauna skills, because hiyo they don't need somebody who is skilled. Wanakuambia so long as ukue na ukue ready kufanya kazi. That's all they need. Na ukue ni mtu strong. Najua watu kama Wakisii, Waluya, they are very strong. Ukienda America, Wakisii wengi sana wametengeneza pesa in those warehouses because they can work there. Wanachapa kazi. Wao so long as wamepewa shift, wanaingia job wanachapa because they are strong, they can work there. Lakini upate kabila ingine, mimi si mkabila, but mpata mtu ametoka Kamurima, mtu wa Murima anakula rice, alafu mwambie aende warehouse kubeba 25 kgs for 12 hours. 12 hours, 1, 2, 3, 12. Huyu mtu amekula mchele, ametoka home, ameenda job. Atafanya 1, 2, 3 days. Siku ya 3 anasema oh my goodness. So hiyo ni kazi moja. Kazi ingine, kuna hii kazi ya kusungusha nini. Najua newspapers hapa zinatembezwa. Unaweza kuwa recruited. Wewe ni mtu wa kusambaza hizo nini, hizo newspapers, hizo zinaitwa aje, magazines. Kazi yako ni kuamka, na unajua unaamka saa ngapi? Saa 7. Hii pesa tumeitafuta, lakini wacha nikuambie. Unaamka saa 7 ya usiku. Unaenda unapiki hizo newspapers kutoka kwa newsroom, unachukua hizo magazines, you start distributing in your area of assignment, kwenye umekuwa assigned.
Even Germany. I had a friend. Kuna rafiki yangu mmoja, sitaki kumsema jina, maybe mnamjua, maybe atawatch hii video. Alisema kazi yake ya kwanza ilikuwa ni kutembeza hizo magazeti asubuhi for 2 hours, for 3 hours. Kazi yako ni kuenda kupik, unasunguka from door to door, unakuwa mtembezi, unagonga hapa, unagonga, una drop. Kitambo utembee 2 hours, niambie how you be feeling. Na hapo maybe unatumia kama maybe baiskeli, ama unatembea tu, you walk, una drop, una drop, una drop, una drop. Alafu ikuwe ni bahati mbaya, sijui ni bahati mbaya ama nini, alafu ikuwe ni winter. People pass through hard life. Watu wanapitia maisha ngumu. Unajua winter mvua inanyesha tu, it's raining. So wakati umebeba hizo magazeti hivi, unaendelea kunyeshewa, baridi na kupiga, ukirudi kwa nyumba umefreeze. Na hiyo kazi haihitaji skills, you just need to present yourself ama uapply. Kazi zingine, so nimesema unaweza fanya kwa warehouse, unaweza fanya kama newspaper distributor. Kazi nyingine unaweza fanya ni ya cleaning. Acha niwaambie, hii cleaning unafanya places like schools, gym centers, unapewa public space kama kabarabara fulani, unaambiwa wewe umekuwa assigned this street, unakuja unaokota uchafu, unaokota unaweka. So every day you'll be working there for 2 hours or 3 hours, kuokota uchafu kuweka, kuokota uchafu kuweka, kuokota uchafu kuweka, kuokota uchafu kuweka. Ama uko kwa gym, wewe unaosha hapo floors, unapanguza hizo sijui inaitwa aje hizo machuma, wewe ndio unaosha floor. Everything you do, you make sure it is clean. That is the second job people do here. Na hiyo kazi si eti hailipi, by the way, it pays well. Those jobs pay. I mean, ukienda hapo uwezi kosa kakitu. And people do it as part time. Kuna mtu unapata kuna skilled visa, anakuja hapa ile siku ako off, kama anataka extra money, anaenda anafanya kazi ya cleaning. Anaenda anafanya kwa warehouse, hata kama ni 1 day, anatengeneza pesa. So hiyo ni kazi unaweza fanya. Hiyo ndio kazi watu wanafanya. Kazi ni mingi, by the way. Kazi ni nyingi. Ingine ya mwisho, unasikia mtu ametoka Kenya, akiwa accountant, akiwa engineer. Unasikia amefika majuu, amekuwa nurse. Nakwambia, mtoto wangu unajua siku hizi ni nurse, anafanya kwa hospitali. Mtoto wangu unajua siku hizi ni nurse, anafanya hapa. So kuna kazi inaitwa caregiving or care support or support work. Hiyo kazi ni ngumu. Anyway, si ngumu, but ni ngumu. Because kazi yako ni kuchunga disabled, kuchunga wazee wenye wamezeeka, ku make sure that their life is in order. Kuna ile inaitwa live-in cares, unaenda unaishi kwake maybe from Monday to Friday, and then Friday unatoka unaenda kwako weekend. Kazi yako ni kuosha nguo, kumpikia, kumclean, everything unafanya hapo. Hawa watoto wenye wako disabled, anybody who is disabled, people work there. They make sure that those people are clean, they are catered for, you take them out. Like just the other day I went to a nearby town.
niliona a lot of people, in fact a lot of watu wengi wa Afrika wako hapo tu wanafanya kazi yao. I mean wako na clients wao. Unajua client wako unatembea naye, akitaka kwenda supermarket, wewe ndio unaambiwa peleka client kwa supermarket anunue kitu anataka, ama kwa movie room, ama kwa show, aenda watch and then mrudi. So that is what we call caregiving. So hiyo ndio unasikia mtu ametoka somewhere amekuwa nurse from nowhere. Sitaki kutumia ile jina wanatumia akina huku UK, huku US, yeye anasemanga kuwaosha. You clean them. Yeah. So those are some of the jobs. Anyway guys, thank you for watching. Takuwa na wachapia stories kuje facts. Na mmesikia Wakenya. Anyway, wacha niwache hapo. Thank you for watching. Remember to subscribe to the channel. Tusonge nayo. Mbona